kwa neema hii amenipa ya kusimama mbele zako. Nashukuru Mungu kwa sababu ya vile amekutendea, na pia nasidi kupiga mbio nikitaka kujulisha kwamba our God is faithful. Aliambia Yeremia kwamba waambie wana wa Yuda ana mpango mzuri. And this time God is telling Yeremia hii message. Wana wa Yuda walikuwa wametekwa nyara na wamekuwa watumwa katika nchi ya Babylon chini ya empire ya Nebukadnezar. Na akamwambia Yeremia aende waambie nina mpango mzuri wa kuwapa amani na kuwapa pumziko siku za baadaye. Na let me tell you, since 1949 Israel, they were restored to their country, and since that day Israel have never been removed again to their nation until today. Philistines wamejaribu kuwapiga, wamejaribu kuwadestroy, wamejaribu lakini hawajaweza, na wamekuwa threat kubwa sana katika hiyo Middle East, na wamekuwa na maadui. Taifa yote inawasunguka, wamekuwa maadui wa Israel, lakini because they are there for the promise of the Lord kuwapa rest, wako tu salama. Bwana Yesu ainuliwe. Na nataka kukuonyesha kwamba Mungu ni mwaminifu, na utakapoendelea kumwamini hautajuta. Reverend Peter ndio majina yangu, na ukipenda unaweza niita Pastor Peter. I'm just a pastor of the gospel na pastor kabisa. Mimi ni mchungaji wa kanisa hili la God's Commanding, na ninapenda hii kazi na ninapenda kuona achievement katika maisha ya waumini. Nataka Sister Kitu tusomee Genesis chapter 7 verse 1. Urudi tusomee Genesis chapter 8 verse 1 to 5. Urudi tusomee Genesis chapter 9 verse 1. Mwanzo mlango wa 7 mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zake katika kizazi hiki. Tuende Mwanzo mlango wa 8 kutoka mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua, chemichemi za vilindi zikafungwa, pia na madirisha ya mbinguni, mvua kutoka mbinguni ikazuiliwa. Maji yakadumu kuondoka katika nchi, na mwisho wa siku 150 maji yakapunguka. Mwezi wa 7, siku ya 17 ya mwezi, safina ikatua juu ya milima ya Ararati. Maji yakapunguka hata mwezi wa 10. Mwezi huo wa 10, siku ya kwanza ya mwezi, vilele vya milima vikaonekana. Haleluya. Nayo Mwanzo mlango wa 9 mstari wa kwanza. Mungu akamkabili Nuhu na wanawe, akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Haleluya. Kuna mtu alikuwa anaishi dunia hii, aliitwa Nuhu, na aliishi nyakati kama hizi. Wakati mwingi watu wakisikia ni samani wanafikiri mambo yamebadilika, lakini nataka kujulisha kwamba ni dunia hii. Ile ambacho sitakuhakikishia kwamba ilikuwa sehemu gani ya dunia ambapo Nuhu alikuwa anaishi, lakini ukweli ni kwamba ni dunia hii. Na kwa hivyo huyu mtu alitembea kuwa mwaminifu mbele za Mungu, aliomba dua na akachagua kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Na wakati ukafika ambapo dunia ilikuwa imehasi mbele za Mungu, na Mungu akaamua kuadhibu dunia. Lakini alipoamua kuadhibu dunia, akamuona mtu mwaminifu
ambaye alikuwa ana mahusiano mazuri na yeye alikuwa anaitwa Nuhu. And you know, kile alimwambia in Genesis chapter 6 kwamba jenga safina kwa sababu nakuja kudestroy ulimwengu na ningetaka nikuokoe wewe. Na maajabu ni kwamba Nuhu, Mungu alipokuwa akimuongelesha Nuhu Mungu hakuambia Nuhu kwamba anakuja kumuokoa yeye na mke wake na watoto, lakini alimwambia nataka kukuokoa wewe, usiangamie kwa ghadhabu ya mvua kubwa. Bwana Yesu asifiwe. So that hapo nimerudia wazee waweze kufungua macho na waangalie. Wakati unajenga mahusiano na Mungu, watu wote ambao wako katika umbrella yako inawezekana wakapata kibali na kuishi salama kwa sababu ya uhusiano wako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo inakuondolea hofu kwamba inaweza kuwa uko kanisani, umeokoka, umekuwa na mahusiano na Mungu, ama umeokoka na umekuwa na mahusiano na Mungu na umekuwa ukizingatia sana, na kuna mtoto wako wako pale nje ambaye hana mahusiano na Mungu na amepotea. Inakuondolea hofu kana kwamba mtoto wako ataangamia. Na nimekuja kukuambia kwamba kama mahusiano yako na Mungu anaweza kuyakiri kama mtu mwaminifu mbele zake, basi hata huyo mtoto wako unaona kama atapotea, hatapotea. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Si kama kuna wasasi hapa. Nataka kukuambia huyo mtoto wako hatapotea. Huyo mume wako kama mna mahusiano mzuri na yeye na wewe uko na mahusiano na Mungu, huyo mume wako hatapotea. Amina. Nataka kuondolea hofu kwamba Mungu ni baba ambaye anapenda kuwa mwenye haki wakati wote, sababu sura yake ni haki. Na kwa hivyo ukifanyika kuwa mwenye haki kwake, wale wote ambao wako kwa kipengele cha moyo wako wamefunikwa na neema ya Mungu. Na kwa hivyo kwa mlango ambako Mungu atakufungulia upite, una uwezekano ama nataka kuhakikishia kwamba nyumba yako inaweza kupitia kwa wale tu ambao wako pamoja na uhusiano mzuri na wewe. Nataka kukumbusha kwamba katika kitabu hiki cha Genesis kuna wakati Mungu alienda kumaliza Sodoma na Gomora, na kulikuwa na mtu mwenye haki alikuwa anaitwa Nuhu, na alikuwa na wasichana wawili na walikuwa wamechumbiwa. Na watu wale walikuwa wamechumbia wale wasichana hawakuwa na mahusiano mazuri na father-in-law. Na kwa hivyo father-in-law aliwatumania akawaambia tuondoke, Mungu anataka kuangamiza mahali hapa. Na kwa sababu hawakumheshimu na hawakuwa na mahusiano mazuri, walibaki na wakaangamia kwa moto ule ambao ulinyesha wa kibiriti katika nchi ya Sodoma. Jina la Bwana liinuliwe. Kwa hivyo mahusiano ni muhimu sana katika watu na katika wewe na Mungu. Ikiwa nina mahusiano mazuri, watu walio na uhusiano na mimi mzuri, inawezekana wanaweza kuokolewa kupitia uhusiano wangu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hisi kuandalai vizuri mambo ya mahusiano, sababu naona Nuhu ako na uhusiano mzuri na Mungu, na kwa sababu ya uhusiano wake na Mungu, bibi yake na watoto wake watatu wamepata nafasi, na wake wa watoto wao wamepata nafasi kwa wokovu wa Mungu. Tunataka tuangalie upande mwingine kuhusu Loti ambaye alikuwa na mke na wasichana wawili. Na maandiko inasema wasichana wawili walichumbiwa, kwa hivyo walikuwa engaged na vijana wawili. Wakati Mungu alipata kumpa Nuhu ripoti ya kwamba anaharibu mahali pale, Nuhu akawatumania wale vijana, wakaja akawaeleza, wapendwa, watoto wangu, nataka tuhame mahali hapa, natamani tuondoke sababu Mungu ameshuka ili kuharibu mahali hapa. Watoto wale sababu hawakuwa na mahusiano mazuri na father-in-law wao ambaye alikuwa Loti, wakakataa na wakaona Loti kama ako na kichwa mbaya. Kwa hivyo mahusiano yana heshima na mahusiano yanaokoa. Haleluya. Kwa hivyo sababu ya kuwa na mahusiano mabaya na Loti akaondoka na wasichana wake wawili na mke wake.
Jina la Bwana liinuliwe. Na walipoondoka wale vijana in-laws wote wawili wakaangamia, watu wa Sodomu wakiangamia, hata kama walikuwa na nafasi ya kuokolewa kutokana na kuangamia kule, lakini kwa sababu ya kukosa mahusiano mazuri na father-in-law wakaangamia. Kwa hivyo mahusiano ni kitu kinahitajika kuangaliwa na kihifadhiwa kwa njia nzuri. Uhusiano wangu na wewe ambao ni mshirika wa kanisa, uhusiano wako na mchungaji wako ambaye ni baba wako wa kiroho, uhusiano wako na msasi wako biological parent ni umuhimu sana kuulinda. Bwana Yesu asifiwe. Uhusiano wako na mpenzi wako wa ndoa ni muhimu sana kuangalia, sababu kupitia uhusiano huo Mungu anaweza kutumia moja kubadilisha mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, kuna umuhimu wa kuzingatia mahusiano kwa mtu ambaye amefanyika kuwa kibali katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu naongea nao hapa ambao ni wachungaji, na kuna wakati Mungu atakuwa amewainua na amewatoa mahali hapa na wameenda wamemiliki makanisa na wamekuwa mahali. Ni vyema uzingatie kutunza uhusiano wa pale unatoka. Kuna mtu mmoja katika Biblia ambaye alipoteza uhusiano. Alikuwa anaitwa Loti. Alikuwa anaitwa ni Loti yule alienda na si ndio huyo tu. Alienda na Ibrahimu. Si alikuwa Abrahamu ni baba yake, brother ya baba yake. Na wakaenda wakafika mahali, sababu ya mali kuongezeka, akahisi kana kwamba na yeye pia wanacheza draw moja na Abrahamu. Halo, si unajua wakati mali inaongezeka ni vyema uombe kunyenyekea sana. Haleluya. Na Abrahamu akanyenyekea sana, akamwambia nataka hivi leo uchague. Ukichagua kule mabondeni, mimi napanda milimani. Ukichagua milimani, mimi nateremka mabondeni. Loti akaangalia akaona mabondeni yote ya Sodomu na Gomora kumejaa nyasi. Akamwambia Abrahamu, nimechagua kule chemichemini, kule chini kwenye maji na kwenye nyasi ya kutosha. Na Abrahamu naye akamwambia, kwa sababu umeenda mabondeni, nami nimepanda milimani. Jina la Bwana liinuliwe. Abrahamu akapanda milimani. Kutoka pale neema ya Loti kwa Abrahamu ikapotea, sababu mahusiano yamedidimia. Ambia jirani, tunza mahusiano na utunze uhusiano wako na Mungu. Kile kitu kinafanya tuteseke ni sababu hatujikakamui kutunza mahusiano. Mahusiano ya mke na mume ni kutunzwa, utunzwa. Usiasimu kwa sababu mpenzi wako amekwambia I love you more than. Lazima utunze hiyo mahusiano, sababu siku ile utaenda kinyume, hiyo ulimi ilisema I love you more than ndio itakuambia I hate you more than, kwa sababu ya kufail kutunza mahusiano. Ni wajibu wangu na wewe kutunza mahusiano. Hivyo hivyo Kristo ametufia msalabani, akatutoa tuwe wake mwenyewe, akatununua kwa damu ya msalaba ili tuwe miliki kwa Mungu, wasao wa kwanza kwa damu yake. Ili jambo ukishalifahamu unahitaji ujihami kulitunza, na itakubidi ugharamike kulitunza. Kutunza mahusiano yako na Yesu itakulazimisha kuacha mambo fulani ambayo unayaenzi. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo kila uhusiano lazima ugharamikiwe kwa utunzaji, na kila uhusiano unaotunzwa huwa unalipa. By the way, mahali kuna mahusiano mazuri, hapo ndipo usingizi wa baraka uliko. Baraka utoka hapo. Baraka sitoki mahali ambapo hakuna mahusiano. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa sababu ya uhusiano wa Mungu na Nuhu, mstari wa 7 unasema Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kisasi hiki. Nataka ushike neno kwa neno. Nuhu amepata kuwa mwenye haki mbele za Mungu.
Mungu akafungua mlango akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako. Kwa hivyo yoyote angeingizwa na Nuhu, Mungu hakuwa na swali, kwa sababu yoyote ataingizwa na Nuhu ni jamaa ya Nuhu. Si kama unaelewa? Yes. Kwa hivyo si watu wameambiwa waingie. Understand, God is telling Nuhu, getting you and your people. Yes. Who knows their people? It is Nuhu. Hallelujah. Ni vyema uelewe hivi. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote. Jamaa yako yote. Ma-uncles, ma-auntie, ma-cousins, whatever. Lakini wale waliokuwa wamebaki na uhusiano na Nuhu ilikuwa ni mke na watoto wake watatu na wake za watoto wake. The rest of the family, because of the call of Nuhu kwa Mungu, hao familia walikuwa wameshajitenga na yeye. Na haya mambo hutokea wakati ule umeitwa na Mungu, watu wa nyumba yako ukutenga, wanaanza kupigana na wewe. Kwa hivyo inaonekana kulikuwa na vitina kati ya Nuhu na ndugu zake ambao walikuwa wengi, na dada zake ambao walikuwa wengi, na wana na wake samadada. Lakini Nuhu alipewa nafasi na Mungu aingie na jamaa yake. Lakini jamaa waliokuwa wamebaki kwa albamu ya Nuhu ilikuwa ni mke na wana watatu na wake wa wana watatu. Jina la Bwana liinuliwe. This is the life Nuhu was living. Sababu wakati mingi neno likiongea watu wanaona enzi hizo. Sasa ni enzi hizi. Bwana Yesu ainuliwe. Kulikuwa hivi kulivyo, ndivyo kulivyokuwa wakati wa Nuhu. Nuhu alipochukua miaka 40 akijenga safina. Alijenga safina miaka 40 akiwa peke yake. Bwana Yesu ainuliwe. Sijui tumekuwa hapa tukijenga God's commanding for the last 16 years to 17 years. Did you ever see my people coming because tunarambe wanaleta pesa? Bwana Yesu ainuliwe. I want to alert you that you may understand. The time of Nuhu was like now. Ilikuwa kama sasa vile kulivyo. Bwana Yesu ainuliwe. Na watu waliokuwepo walikuwa kama nyinyi, walikuwa na wasa kama nyinyi. Kwa hivyo Nuhu akaambiwa, ingia ndani wewe na jamaa yako. Lakini watu waliokuwa wamebaki karibu na Nuhu ilikuwa ni mke, na ninashukuru. Si Mungu awape neema wazee, watu wabaki mbinguni tena. Na watoto wenu wabaki mbinguni tena. Si Mungu awape neema wadada, waume zenu wabaki pamoja na nyinyi. Na watoto wenu wabaki pamoja na nyinyi. Sababu ikiwa umeitwa na Mungu, you are a savior of that house. Bwana Yesu ainuliwe. Akaambiwa Nuhu, Mungu hakumhesabia ni akina nani watendi. Alimwambia ingia ndani wewe na jamaa yako. Lakini sababu jamaa wa Nuhu walikuwa wameshushia ujinga wa Nuhu wa kuanza kujenga safina instead ya kununua broti mafuta. Bwana Yesu ainuliwe. Nuhu alipokuwa akijenga safina miaka 40 walimwangalia akaona hapa anacheza. Sababu walikuwa na big investment. Wengine walikuwa leaders, their family. Walikuwa watu wana mambo. Waliona Nuhu anashindana pale, anapasua miti tu akinunua mbao akiendelea kuweka pale. Maybe aliuza hata shamba yake yote akaweka pesa kwa safina. Bwana Yesu ainuliwe. Sababu inaonekana watu waliomalizia safina pamoja na Nuhu ilikuwa ni mke na watoto wake watatu. Na wake ambao walioa. But Nuhu alikuwa amepewa opportunity na Mungu. Get in with your people. Kwa hivyo hata Nuhu wangemheshimu, waambie Jooni watu wangu, Jooni nyumba ya baba yangu, ingieni, sababu Mungu amekasirika. Hawangemsikia. Inaonekana hapo mwanzo alikuwa shawaambia. Jina la Bwana liinuliwe. Na kwa hivyo naangalia wema wa Bwana na uaminifu wa Mungu kwamba amempa Nuhu nafasi ya kuingiza watu wake. Ile ikawa watu wake hawakusemekana wako wenye haki, ni Nuhu mwenyewe alikuwa mwenye haki. So nikiangalia kwa naona uaminifu wa Mungu. Angalia mstari wa 8.
mlango wa 8 inasema na Mungu akamkumbuka Nuhu. Haleluya. So mwenye haki huwa anakumbukwa. Halo, ambie jirani mwenye haki huwa anakumbukwa. Na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwemo pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua, chemichemi za vilindini zikafunga, pia na madirisha ya mbinguni, mvua kutoka mbinguni ikasuiliwa. 3. Maji yakadumu kuondoka katika nchi, na mwisho wa siku 150 maji yakapungua mwezi wa 7, siku ya 17 ya mwezi. Safina ikatua juu ya mlima Alelali, maji yakapunguka hata mwezi wa 10, mwezi huo wa 10, siku ya kwanza ya mwezi, vilele vya vilima vikaonekana. Mungu akamkumbuka. This is another area. Chochote ambacho kiko around mwenye haki kinakumbuka. Unaweza kupata mwenye haki ana shamba ambao haijakuwa kilimo. It is matter of time. Kuna wakati utakumbuka. Na hiyo shamba utaenda hapo ushangae, imejaa. Sababu Mungu kumbuka wenye haki. Bwana Yesu ainuliwe. Na Mungu huweka mipango kamili ya kuokoa na kukomboa wenye haki, kuwahifadhi na kuwafanya mashuhuri katika utendaji wao. God remembered Noah. Na maandiko inasema na kila chochote kilikuwa hai ambacho kilikuwa chini ya neema ya Mungu kikakumbukwa. Bwana Yesu ainuliwe. Nataka uone uaminifu wa Mungu. Sababu ya mtu aliye na mahusiano ya Mungu na Mungu. Mahusiano yako na Mungu ni beyond kwenda kanisa. Uhusiano wako na Mungu ni zaidi kuliko kufika kanisani. Kumbuka uhusiano wako na Mungu is a personal deal. Kwenda kanisa is a public deal. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo mpendwa, nimekuja kukuambia zingatia sana jinsi unaweza kugrow kwa mahusiano mazuri kati yako na Mungu, sababu hakuna mwenye haki usoni pa Bwana atakayesombwa na mafuriko ama na gharika ama na tauni, magonjwa yanapokuja kama corona. Mwenye haki atabaki amesimama. Hakuna kitu kitafagia mwenye haki ama nyumba yake. Sasa unaweza kuwa moyo umeenda chini masi. Unasema na ule kijana wangu ambaye mimi, wacha nikuambie, mikono ya Jehova iko juu ya huyo mtoto. Sababu ni mtoto wa mwenye haki. Oh my God, I love this. Bwana Yesu ainuliwe. Si uondoe hofu. Tembea na huyu Mungu. Jenga uhusiano wako na huyu Mungu. Sababu faida utakayovuna ni faida ambayo hukulimia. Mungu atabadilisha mpaka kisasi chako, akifanye kisasi cha baraka, sababu ya wewe kuwa mwenye haki mbele za Bwana. Mlango umefunguka wa kuwa mwenye haki. Leo tunakuwa kuwa wenye haki sababu ya kumwamini Kristo. Unapomwamini Kristo unahesabiwa haki, unahesabiwa kuwa mtakatifu. Ukianza kutembea kwa mahusiano mazuri katika Kristo Yesu, neema ya Mungu inakumiliki, inakulinda, inakuokoa na inaokoa kisasi chako. I want to tell you as a prophetic Mr. Now and the rest. Miaka inakuja 30. Uangalie watoto wako na watoto wa ndugu zako. Kutakuwa na tofauti kubwa sana. Sasa hata kuna maybe kuna mtu unaangalia unaona kama anakutisha, lakini nimekupea muda. That is coming. Go and check your children, your environment and your brother's environment. Kutakuwa mmetengana kama juu na mbinguni. Because mwenye haki hakuna siku ile anasama, anaenda akipanda, hatua kwa hatua, na anapandanga kwa njia ambayo haionekani. Jina la Bwana liinuliwe. Si uguse mtu mwambie wewe si wa kuisha.
Mwambie Mungu ana mipango mizuri na wewe. Amekutoa kule na kuna kule anakupeleka. Mwambie majaribu isikuoneshe kana kwamba unaangamia. Hallelujah. I'm here to tell you that the Lord, we believe Jesus Christ, amefungua kilango cha neema, akatuingiza mbinguni mababa. Jehova aliumba mbingu na dunia, na huyu Jehova ana mpango wa kukuokoa kwa kila chochote kitapangwa. Ana mpango wa kukukomboa kwa kila chochote kitapangwa. Kisasi chako hakitakuwa kisasi ovyo, kitakuwa kisasi cha kukiri matendo ya Mungu. Uenda umekosa kuona mambo kadhaa, unaidiwa na uoga, unaona kama watoto wako anaisha. I want to tell you, this God, the plan He has for you and your children, they are wonderful plan. Wakati Mrs. Kitale alikuwa akitestify about their son, Holy Spirit told me, why don't you tell this woman they are home, they are servants of God? Mrs. Kitale, no, you don't know this. Na ni vizuri wewe waambie watoto wako, waambie hii nyumba yangu hii, Mungu amejitwalia makuhani na watiwa mafuta. Hebu mgeukieni ndio Mungu aweze kuchagua ni wagani hao ambao ametia mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Sababu nyumba ambayo Mungu ako na interest, wakati mwingine unaweza kuiona kwa pango, lakini Mungu amepitisha pale as a language, akitaka wamweze kupay attention ili aweze kuambia ninawahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Ninawahitaji. Mpendwa, in the grace of Jesus Christ, kwa neema ya Yesu Kristo na kwa damu ya msalaba, Mungu amepigisa maisha yetu about time. Tumegeuzwa kuingia kwenye lango linaitwa neema na kibali, kuinuliwa na kubarikiwa, kurithi na kumiliki. Watu wapende wasipende, watakuona ukirithi, watakuona ukimiliki, watakuona uking'aa, sababu mpango ambao Mungu ako nayo kupitia Kristo Yesu ni mpango kabambe kabisa, ni mpango salama, ni mpango salama. Watoto wako hawako kwa hiyo chapa ya kuangamia na shetani, wako kwa chapa ya kukombolewa. Kisasi chako hakiko cha kuanguka kwa mashimo, kiko kisasi cha kuelea hata katika bahari. Wanaulizo mumeelea hadi hii meli, kuna watu wameokoka, ni watoto wa wenye haki. Hiyo ndege imeanguka, kuna watu wameokoka, ni watoto wa wenye haki. Hiyo gari ya treni imechomeka, kuna watu wameokoka, ni watoto wa wenye haki. Kisasi cha wenye haki hakitaangamia na gharika na taoni na mambo mabaya ya dunia, sababu ni kisasi cha wenye haki. Mpendwa, piga bautani, muamini Kristo. Katika Yohana 14:1 anasema tu muamini Mungu, niaminini na mimi, nyumbani kwa Baba yangu kuna makao ya kutosha. Kama sio hivyo ningewaambia, muamini Kristo, ana mpango mzuri. Anasema nyumbani kwa Baba kuna makao ya kutosha. Mgeukie Bwana, wacha msaa, jenga mahusiano yako na Mungu kupitia Yesu Kristo. Haleluya. Tuache kuwa Wakristo wa jina, watu wa msaa, watu hawana program na Mungu. Kuwa na program na Mungu. Create time for God. Tengeneza masaa ya kuomba, ya kusema na Mungu, ya kuleta saka mbele zake. Haleluya. Wacha kusukumwa, yafanye kutoka kwa moyo, sababu hautabaki ulivyokuwa. Hautajuta. You cannot serve this God and you remain the same. It's not in vain to serve God. It's not in vain to walk with God. Build your relationship with God. Stop doubting God. He is a faithful God. Amen. Ni Mungu mwaminifu. Hallelujah. Ni Mungu mwaminifu. Can you imagine? Wanyama wanaokolewa sababu kuna mtu amepatikana mwenye haki. Kuna mtu Mungu akakumbuka Nuhu na vyote vilivyokuwa chini ya mabavu yake. Wanyama akakausha maji ili wakuwe na mahali pa kutua.
Jina la Bwana liinuliwe. The blood that God has for you. Maji hayo yatakauka. Hiyo kilindi itakauka. Bwana atasababisha ulandi mahali utalandi na kuambia utajuta. He is a good God. Ana mpango mzuri. Mpe nafasi tu maishani mwako. Yatakauka. Alikukumbuka na amekukumbuka tena. Hayo maji yatakauka. Acha kupiga kelele. Stop doubting God. Ni kuna Kristo akipitia jambo kadogo tu. Mungu na miaka yote hii nimekutu. Stop doubting God. Wacha kuanza kuwa na taswisi na Mungu. Ana mpango mzuri na wewe. Alikuingiza kwa safina ya Yesu Kristo akiwa na mpango. Hata wakati unaona mambo yaendi vizuri, ni wakati gharika imewachukua juu, ni wakati gharika imechukua meli juu, mko juu, ungojea kuna wakati maji itakauka. Mpe Mungu nafasi, anaendelea kutenda. Uko kweli kwa gharika lakini hujaangamia. Uko kwa gharika lakini hujaangamia. Jua kwamba kuna siku zitafika na Mungu atakukumbuka na gharika itaamuliwa iondoke. Gharika itaamuliwa iondoke. Kuna mambo umeombea na uoni yakiondoka. Ni wakati wa gharika. Imeelea juu, haikuelea siku mbili, ilielea kwa muda fulani. Kuna wakati Mungu aliwakumbuka na akaamuru chemichemi zote zifungwe na maji yataanza kuenda chini, maji yataanza kukauka. Majaribu mpendwa yatafika mwisho. Mungu atakapokumbuka majaribu yatafika mwisho. Wacha kuenda kinyume cha Mungu sababu umeona umelelea juu. Mpe Mungu imani. Mwambie Bwana, hapa nilipo, niko mkono wako, ninakungoja Mungu. Najua utashukisha hii meli, najua utalandisha hii meli, najua utanifanya mtu ambaye anaweza kuona utukufu wako. Tulia mpendwa, ni kulia tu umelea, itashuka. That ship is going to land. Hey! Hallelujah! Italand. Give God time. Uliingia. Bibi ya Nuhu na watoto wake hawakusumbua Nuhu kule ndani. Hawakumpea stress. Hallelujah. Kuna watu wanampea stress pastor. Wako ndani ya meli na bado wanampea stress. Ati sababu meli imelea juu sana. Hiyo sio kazi yetu. Meli kunyanyuliwa, meli kurani haituhusu. Kile kinatuhusu ni kuitwa tuingie ndani. Uliingia. Uliza jirani kama uliingia. Mwambie hayo ndio yanakuhusu. Tulia. Mambo ya meli kulea na kulandi haikuhusu yana mwenyewe. Kakitu kadogo kanapea mtu kichaa cha maswali elfu. Bako unashinda mtu ashaamini. Mtu anaanza, sasa hata ninaona nitarudi hata tu nyumbani, niende nikae tu huko nyumbani, Mungu anianzishie jambo lingine. Wacha nikuambie, God never missed the target. Ile alikuwa ameanzisha, alijua hapo ndio utaokokea. Wakati wale masemeji wa Loti walikosa kujua, washafanyika wakwe wa Loti na wako chini ya mafuta ya Loti, waliangamia. Walishuka hiyo meli. Walishuka meli ya Loti. Wakamwambia, weenda zako na wasichana wako, wewe tupa mikono. Lakini wacha nikuambie, neema ya Mungu kupitia mtu. Mungu akitaka kuokoa atakuconnect na mtu ako na neema, akituconnect na Kristo ili tuhesabiwe haki, tuachane na laana. Ngojea tu wakati fulani narudi hapa nyumbani, nataka kurudi hapa nitulie, sasa nione kile Mungu atapanga. Uone Mungu ashapanga na atakuingiza kwa meli. Mipango yako yote iko kwako kwa meli. Utakaposhuka kwa meli ni kuangamia, utaangamia. Ambia mpendo, ukishuka kwa meli ni kuangamia, utaangamia. Hii meli inaitwa
inaitwa damu ya Yesu, damu ya msalaba, aliyetufia akazikwa, baada ya siku 3 akafufuliwa. Hii ndio meli tuliyoko ndani. Tuko hapa kwa ajili ya Kristo, sio sababu kwa niko mali ni mahali pazuri, lakini ni meli ya Yesu. Tuko kwa sababu hii ndio meli pekee Yesu amenimelisha kuwa ndani yake, na ana mpango mwema na mimi. Nitatulia kwa hii meli mpaka nione matokeo. Amesababisha nisikie mtu akiongea na watu wanaambia, nataka kurudi hapa. Ujumbe uko nayo. Ujumbe uko nayo. Ujumbe wa Bwana. Ndio Jesus. Ujumbe unayo. Ujumbe unayo. Kwamba Mungu alikuwa na mpango wote alipokuingiza kwa mimi. Ukitoka gharika ijaisha, utakunywa maji. Utakunywa maji. Wait until meli iradi tena. Sababu wakati meli itaradi, utafunguliwa. Kuna watu watatoka. Wakati meli iliradi, the 3 sons of Noah, they built homes. Na hata Maandiko inasema naye Nuhu akalima. Sababu dunia ilikuwa nono, ikazaa mzabibu mzuri. Akakunywa mzabibu wake, akalewa, akawa uchi. Wakamcheka. Mzabibu ni wa Nuhu, ni yeye amelima. Wakamcheka, wakalani. Haleluya. Jina la Bwana liinuliwe. Ngoja meli ishuke. Ambia jirani, ngoja meli ishuke. Wacha kuruka nje kwa dirisha, utakufa. Gharika ijaisha. Kile kilifanya Mungu akulete hapa hakijaisha huko nje. Inananga wewe inaweza eleza sasa mtu aelewe. Mtu alikuja akifa, sasa sababu ana tukwaso, ana ni mazwali ya ujinga kwa nayo, anaanza kuona sasa nitachomokea kwa dirisha. Kile kilikuwa kimekukibisa bado meli haija rangi, kiko tu. Haleluya. Kitakulamba. Sikuweki uoga. I'm just teaching you how God work. How God work. Bwana Yesu aliye. Na kujulisha vile Mungu hufanya kazi. When God yameresi watu wake akiwasave, kuna vita inabaki huko chini ikiendelea. Haleluya. Hiyo vita inakuanga ikidai damu. Naye Mungu ameshakunyanyua, amekuinua. Sasa wakati ule hiyo watakuwa wamemalizana kabisa, Mungu anakulalisha. David was taken by God to the wilderness, to the Philistines camp. Until when the man killed himself, the man was Saul. Maandiko inasema Saul alipoangamia, akalalia upanga wake, akafa. Daudi akashikishwa, akamiliki Juda, akajenga Hebron, sababu alingojea wakati wa Mungu. You are anointed, but wait upon the time of God. You are called, but wait upon the Lord. You are brought here by the Lord. Wait upon the time of God, because the season of God must come in the full of package of blessing. Quitters never succeed. Tell your neighbor, quitters never succeed. They die. They die. They die. Hello? Kuna mtu naongea na yeye? Tuangalie Genesis 9 inasema hivi, Mungu akabariki Nuhu na wanawe, akawaambia, "Zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi." Swali ni hili. Mpendwa, did you understand the system of God? I'm here to make you understand. Kuna wakati wa kuokolewa. Amen. Kuna wakati wa kungoja meli irandishe. Haleluya. Amen.
After Mary married, it is the time for God to give you rest. That is the time God bless you. When you quit without the ship landing and without being blessed. All this journey, Mungu alikuwa aliona mtu mwaminifu anaitwa Nuhu, ataamua kumuokoa katika Genesis 6. Lakini bado hajabariki. Mwambie jirani bado hajabariki. Ni kumuokoa. Mwambie jirani bado hujabarikiwa. Ni wakati wa kuokolewa. God work with the seasons. Hii season ya Mungu kuokoa Nuhu, jenga safina, anajenga character. Anajenga character kwa Nuhu. Sawa. Huu wakati anamwambia ingia wewe na nyumba yako ni kuokoe. Ni wakati Mungu anafanyisha Nuhu mitihani ya kuvumilia. Kwa nafikiri hizo siku zote pale kwa room moja ulizoea kutokanga mnaona vipi jioni. Sasa mko hapo mnaamka hapo asubuhi, mko hapo mnaangalia damu 24/7. Hiyo ni wakati wa mtihani. Nuhu aliposhinda mtihani kwa sababu ya kuendelea kuwa na uhusiano na Mungu na kuwa mwenye haki, Mary ikarati. Haleluya. Mary ilipolandi, inafika wakati sasa Mungu akabariki Nuhu na wanawe. Mbia jirani, kitambo baraka yake. Kuna kasafari. Unajua watu wanakuja wanafanywa deliverance. Akifanywa deliverance by the fire of Holy Ghost, anasikia aume na mahali ilikuwa kiumwa. Alafu Mungu anatenda kamilako. Anapata kibarua ka income, anavaa kitenge ama anavaa kasuti. Sema Pastor Peter, ili tu acknowledge hata mimi nimebarikiwa. Anaanza kiburi, wanaanza kiberebere, wanaanza kulala wakati ibada inaendelea. Kwenda kesha ni shida. Niliama one bed, single room nikaenda one bed. Kiburi inaanza. Na bado hata safina hatutajua kuingia. Ni wakati wa karaka. Na hata mtu wewe nilikuwa nataka kuagilia safina. Right. Inasumbua Wakristo. Wakristo wanaona miracle wanafikiria ni blessing. Blessing is a permanent thing. When you are blessed by the Lord, hata uende wapi unaenea. Na mtu yote anainua mkono kinyume chako anaangalia. Hapo ni watu wanaanza kusema na huyu mtu ni mbarikiwa wa Mungu. Wait upon the Lord. Wait the process to be complete. Bwana Yesu aliye. Watu wamechoka tu na mahusiano, wakati tu ni wakati wa kujenga safina na mtu ashatoka na mahusiano, mtu ashashi. Yaani kamera kwa hiyo teleka kakuusa mayai kaanza kushiba. Sasa kesho huwezi enda. Maombi huwezi enda. Hata nataka kuidithrow hiyo uombaji. Nataka kuidithrow. Then I don't know where this thought come from. Withdrawing. Let me tell you. Remember where you are coming from before you became who you are. Yes. When you withdraw, that is where you are going back. Usiseme umerogwa. When you are tired to walk with God, expect somebody who is walking with you. I come again. When you are tired to walk with God, expect somebody is aside of you walking with you. I don't know who is. Hallelujah. Hauwezi choka kutembea na Mungu na ukose mtu wa kutembea na yeye. Ako available. Is waiting for that opportunity 24/7. Hajawahi choka. Sio ni Mathayo 8:42. Ama ni 5:42. Inasema kwamba Roho Mtakatifu anapotoka mtu usumbuka jangwani mahali hakuna maji. Tena usema wacha niende niangalie nikipata hiyo nyumba iko imepangwa
waronane, na maisha huyo mtu inakuwa mbaya kuliko mwanzo. Wa Kristo, the journey that Jesus Christ called you for, it is a permanent journey. Wa Kristo, safari ambayo Yesu amekuita mwende ni safari ya milele na milele, sio safari iko na kipengele cha kwiti. Yeye ndiye atakuwa anainua meli, yeye ndiye atakuwa analandisha meli, yeye ndiye atakuwa anasema ni season ya kutoka, yeye ndiye atakuwa akisema ni season ya kuingia. Wacha nikuambie, ukitoka kwa hiyo meli, expect somebody who is waiting for that opportunity to grab your life. Hallelujah. He's looking for you 24/7, waiting for that opportunity. And I can repeat again, because today the Holy Spirit is telling me, right now I'm standing here, there is some of people planning for quitting, and spirit of quitting is ready. And God is telling me, all the prophetic words you are given in this hour, as you quit, put it down. Because now you are heading to receive. Not me, from above. Na sikuombi usikwiti, quit. Because I have seen the grace of God. Mtu anatoka, wanakuja watu wawili wanapaa. Sababu hiyo nafasi. Bwana Yesu ainuliwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah Yesu. Amen. Yesu apewe sifa. Amen. Na kuinua Yesu. Amen. Na kuabudu Roho wa Bwana. Na kupa sifa Baba yangu. Hebu tusomee Mathayo 11:27 to that. 11:27 to that. Hallelujah. Thank you Jesus. Mathayo mlango wa 11 kutoka mstari wa 27 mpaka 30. Naam, Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu. Wala hakuna amjuaye Mwana ila Baba. Wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana. Na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu na moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Nataka uelewe hilo. Yoyote. I was not the best, but Jesus wanted to make me who I am. Akipenda, akikupenda amekupenda. Na anafanya. Because it's given all. Nimekufundisha vile Mungu hufanya kazi na watu walio na mahusiano na yeye kupitia Nuhu na kupitia Genesis. Sasa tumeingia kwa maeneo yetu. Sisi ni wa Kristo. Tuko hapa sababu kuna mmoja alitufia anaitwa Yesu Kristo. Anasema hivi, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Na mimi namjua Baba, Baba ananijua. Na mimi yoyote napenda kumfunulia, namfunulia. Amependa kunifunulia. Na akipenda wewe atakupenda tu. Bwana Yesu ainuliwe. Elewa, niko hapa sababu amependa kufunua na kunitumia. Bwana Yesu ainuliwe. Na akipenda hata kwako atapenda tu. Bwana Yesu ainuliwe. Twende tuangalie mstari mwingine. Bwana Yesu ainuliwe. You need to understand, the Christ is the king for this time. There was a prophetic in the book of Isaiah chapter 9 verse 6. The son will be born, and the baby boy is born, and the kingdom is in their shoulders.
His name is Wonderful Counselor, Prince of Peace, Powerful God. Now you need to understand when Jesus says, wakati Yesu anasema nimepewa na nitampa yote nataka, unaelewa hapo ni kuanguka miguuni pake. Relationship, uhusiano wako na yeye. Mstari wa 28 anasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Anafungua mlango sasa kwa kila mmoja. Sasa hapa sio Pastor Peter aliyefunuliwa pekee, ni kila mmoja amefunguliwa mlango. Njoo. Hakujalishi umebeba kiasi gani, hakujalishi umelemewa kiasi gani, lakini anasema njoo nikupumzishe. Na anaahidi kukupea kitu inaitwa rest. Lakini nimekufundisha rest upeano mwisho. Hello? Usiingie kwa Yesu leo alafu anza kumwambia nimeokoka miaka 2 na ulisema utanipea resti na sioni hiyo resti. Wewe nimekufundisha kasafari kama uhusiano vile kana landingi. Hata ukianza na Yesu lazima kwanza akunyenyue kwa meli, ndio maambi wako sasa wakulani hapo chini yako. Kufiche. Haleluya. Ifike wakati wa amalisane, anaandisha meli. Akilaandisha meli, akwambia enda hivi, akubariki na abariki kizazi chako. Wait upon the hand of the Lord Jesus. Sio mtu ameokoka leo na anasema hata mimi sioni kile Mungu anafanya, hata kama hiyo lakini pia nasema ni baraka nini wewe. Doubt God, but you know that utatuona sisi ambao hatudoubt Mungu. Amen. Utatuona. Mimi nakufundisha nikasema kuna sessions baada ya kuja kwa Yesu na kuleta mizigo. Kuna sessions. Kuna mahatua mnaenda na Mungu. Kuna mahatua mtatembea na Kristo mpaka ukomae, ufike kiwango cha kuaminiwa na atakupea rest, upumziko, ukiwa mtu umebarikiwa. Mstari wa 29 unasema, "Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu." Kwanza nisimamia hapo. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu. Hello? Uliza jirani umeokoka? Mwambie wokovu ni nira. Sasa ni wakati wa kujifunza. That's why tukimaliza ibada hii nitaomba miracles, signs and wonders sitendekee kwa watu wa Mungu. Sababu Biblia inasema miracles, signs and wonders follow believers. Kwa hivyo nikimaliza ibada hii lazima nitanyosha mkono ninene miujiza na maajabu. Kwa nini? Sio wote wamekomaa kufika wakati wa kubarikiwa. It is a journey of miracles until when you reach to the season of blessings. Hallelujah. Anasema chukua nira yangu na unifuate. Umeanza kufuata Yesu juzi na umeanza mateta. Umeanza kuteta. Hata karakta yenyewe haijabadilishwa. Bado unakumbuka mambo ya kule ulitoka kama jana. Bado mtu anakumbuka ile system ya ukahaba. Bado mtu anakumbuka ile system ya kuiba. Bado mtu anakumbuka ile system ya uongo vizuri, na bado sasa anadai baraka. Maandiko yanasema chukua nira yangu tuanze safari. Most of us tuko hiyo area. Kujifunza kwa Yesu. Begin now to train yourself how you are going to relate with Jesus. Hello? Ambia jirani tuko shule. Kama umeshampokea Yesu uko shule, chukueni nira yangu mjifunze kwangu. Sasa Wakristo hawataki kujifunza, anataka akuje leo kanisa, akuje Pastor Powerful, akimwekelea mkono, atoke amebarikiwa na utawahi kuona tena. Siku ile kutaribika ni Pastor mgani Powerful siku hizi? Mtu ako tayari kutoa 30,000 ili apatane na Powerful Pastor, kuliko achukue nira ya Yesu Powerful man atembee na yeye ajifunze. Mpendo, utakufa ukitafuta Powerful Pastor. Maandiko inasema chukua nira ya Yesu, jifunze kutembea na Yesu. Wacha
ukimfuata Yesu utakufa. Kuna powerful pastor. Who told you there is a powerful pastor? You need to underline with words. You need to see what gospel proclaim. And you enter inside the gospel and you begin to walk with the gospel of Jesus. Amen. Jesus is the powerful man. Oh. He is the powerful man. Oh. He is the wonderful man. Yes. Wonderful counselor. King of kings. Yeah. Prince of peace. His name is Jesus Christ. Yeah. If you want to be saved, if you want a good life, connect with Jesus. Connect with Jesus. Hallelujah. Jina la Bwana liinuliwe. Nilikuambia juzi hata kwa kitu kanakusumbua mpaka unashindwa kukaa kwa salvation, utaseeka. Anasema chukua nira yangu. 29. Jitie nira yangu, mjifunze kwangu. Mjifunze kwa Yesu. Sio kwa Pastor Peter, sio kwa Pastor Ezekiel, sio kwa Pastor Manyoro. Mjifunze kwa Yesu. Build relationship with Jesus. Jenga uhusiano na Yesu, ujifunze kwa Yesu. Part B inasema hivi: kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu. Bwana Yesu ainuliwe. If you have managed to walk with Pastor Peter, you can do good with Jesus. Kama unaweza kutembea na Pastor Peter, unaweza kutembea na Yesu vizuri. Wateshia. Yesu ana mambo. Yesu ana upendo. Yesu ana huruma. Yesu anajali. Hafanani na Pastor Peter. Kosa kutoa tai. Ndio ujue Pastor Peter vizuri. Yesu anakuambia njoo ujifunze kwangu. Na wewe bado unataka utafute mahusiano mazuri sana na Pastor Peter. Ndio ujifunze kwa Pastor Peter. Utajifunza tu. Sio vibaya. Lakini utapitia shule ngumu. Mwambie jirani, shule ya Pastor Peter ni ngumu kuliko Yesu. Ni ngumu. Anakuambia njoo ujifunze kwangu, chukua nira yangu. Horera, kuwa katulivu. Atakupa amani kama ua. Utulie tu. Ujifunze na yeye. Ujifundishe na yeye. Bwana Yesu ainuliwe. Na yeye ni mwaminifu. Atakuacha barabarani. Atamalizia safari na wewe. Haleluya. Anasema mimi ni mpole, B ni mnyenyekevu, C wa moyo, nani mtapata raha nafsini mwenu. Mtapata raha nafsini mwenu. Yesu ni mpole. Mzigo wake ni mwepesi. Tena ni laini. Ni laini. Haleluya. Angalia verse 30 inasema, kwa maana nira yangu ni laini. Haleluya. Na mzigo wangu ni mwepesi. Nira ya Yesu ni laini, haikwarusi. Na mzigo wake unaweza kuchukua utesi na mkono mmoja na utembee na Yesu. Tulia, safina ibadi. Jifunze kwa Yesu. Mwambie jirani, jifunze kwa Yesu. Na utulie, safina ilani. Mwambie pale mwisho utabarikiwa. I wonder all those years. Hebu tufanye hesabu. Hello. Tufanye hesabu. Nuhu akiitwa alikuwa mzee mwenye watoto. Kwa hivyo tumpee miaka ngapi? Watu wa zamani walikuwa naishi. Tumpee miaka 300. Sababu ulikuwa unaoa ukiwa 300. Maandiko si inasema alikufa na 940. Kwa hivyo alioa akiwa na miaka 300. Akasaa wana miaka 500, akawa 500. Mungu akamwita. Alipoitwa na Mungu akajenga safina miaka 40. Kwa hivyo ni miaka 540. Sawa. Mvua ikakuja 100. Mvua ikanyesha miezi ngapi? Siku ngapi? Hiyo ni miezi 3. Hiyo pilika ya mvua kupanda na maji kukauka tuipe miezi 3.
miezi 5 na mvua, tuseme mwaka. Kwa hivyo imekuwa miaka 540 na moja. Haleluya! Sasa ndio wakati wa Mungu kubariki Nuhu. Tangu Nuhu aanze na Mungu ni miaka ngapi? 41. Tangu Mungu waanze kasafari na Nuhu, janga Sabina ni 41 years. Mpaka mahali anakuja kumbariki. Uliza jirani uliokoka lini? Muulize nini inakusumbua? Mwambie miracle is available for you. Na wacha nikwambie, umeombea ukapata kazi, hiyo sio baraka. It's a miracle for survival. Baraka is a permanent gift. Mungu anakufanya entrepreneur. That is the blessing. Anakufanya royal family. You don't know God can do it? Go to the Bible in the book of Esther, chapter 5. You see Esther was chosen among the girls of Babylon. Only Esther won to become a queen to the king. And Esther was coming from poverty family, poor family, and become a queen. A loyal. The Bible never tells us about the children of Esther. God can do it. Tell your neighbor, God can do it. Mwambie Mungu anaweza kufanya. Haleluya. Angalia, baraka za Mungu ziko pale mwisho. Saa hii unaona Nuhu anakunywa pombe, analewa. Ni baraka, ako in the rest. Ana stress. Haleluya. Let me tell you my friend, kile kinakusumbua ni mapepo. Si hata miracle, si hata baraka, ni mapepo. Even me, Pastor Peter, I'm waiting to learn. Nangojea kulandishwa na Mungu anibariki. Watu wanasumbuliwa na mapepo. Sababu tu kuna kamiujiza kakakasi kalifunguka. God wanted you to maintain that you may not go naked. Watu wanaanza pride. Kuna kabiashara kalifunguka kanasumbua mtu. People wanaanza pride. Hallelujah. Yesu alikwambia chukua nira yangu na ujifundishe kwangu. Jesus is waiting to see walking with you. Ukiwa una qualify kwa teachings bila kunungunika. Unagojeka hao unasema haleluya Yesu sababu uko in control. Mtoto analala hospitali unasema haleluya Kristo sababu uko in control. Mguu inaumia unasema Yesu nakuona sababu uko in control. Ukiona watu wanapona na wanapokea baraka ni sababu alishinda hiyo mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Amen.